Yesu kumweza kuwa hapa. Lakini ndio ndani yetu watu ambao wameokoka. Yaani ukijima ni kuna makosa. Kuna watu wanasema Mungu midogo tu. Maana ndiye Zaudi. Mungu anataka kwamba ubadili tabia zako mbaya Ndio kwa kilima. ili upate kupokea. Ikikopa chima ni tangaje alimu. Kazi ya Mungu inasema nini alionana. Kuko halabantu benshi bibaza ko bari mu gikogore kwa sababu. Kuna watu wengi biko kwenye kazi na wanafika kwenye kazi. Halabantu benshi bibaza ko bari ko batera bashindire kube bari ahantu ndakano. Kuna watu wakifikia wasoma mbele lakini hawana kuko hariho benshi bari abatanga mawima. Mungu kwa hapo ndio Mungu. Babo ni ishekero baje kuba kaje kagendo kufunga. Waliona wanataka kaje kufanya hapo na kulia. Abandi bakabare nawe kubikorane kuko hari umugenzi biga hakeje n'abandi asenga. Wengine wanapoje kwayo kwa kuna ndugu yake kama jamaa yake ambaye anakudia hapa. Nawe ndobaraseka ni Aja baada kasema nitakuja kama Alimugasanga alinda nta muhamagaro nta Imana nta gakiza kandi muri we. Sasa leo tuko hapa hata wito hata wokovu wa Mungu. Ni jana leo tuzomye kugana tangu kiko. Ni nini tajua ni siku gani ambayo ni kazi. Unaona hawezi kuminyaka cyane shika ko hamakarira gutanga urugendo rw'amwe. Mwaka wa 2025 ni kuanzishe kwa safari ya mbinguni. Ijambo maana sisi neno Mungu alitaka kwa moyo wangu. Mungu na kujala yote yeste. Kichwa cha leo nasema kwamba wito. Ikiwa na Mungu, kazi ya Mungu ndani ya mwanadamu itangurana n'ubuhamagaro. Inaanzishwa na wito. Utarahamagara n'Imana. Kabla hujaitwa na Mungu, ubumbijwe n'Imana ukasikia sauti ya Mungu ikizungumza na wewe. Bicarane n'Imana wumve Imana ikirakuha mwongozo, iguha mwerekeo bwawe. Utelekeze ujisikie kama uongozwa na Mungu. Hakikuwa Imani baraka. Unakuwa bado utaanza kazi za mishi yose. Siku zote ikikutoka ahaniliwa Imani. Wakati unasema hapa ni kazi ya Mungu. Igihe kwibuka igihe Imana yasaduka. Ni wakati unapokumbuka wakati ndio umepitia. Igihe wibuka, igihe wicaye unavuga Imana. Ni wakati unapokumbuka unapoketi kuzungumza na Mungu. Igihe wibuka amategeko Imana yakuhaye kuzokiba. Ni wakati unapokumbuka sharti ambazo Mungu amepatia. Ariko ukigenda kwa mimi Mungu aliyuye. Kama mtembea kama mtu anazungua tu. Atategeko Imana yakuhaye kirako. Hakuna kazi ya Mungu alipatia. Hakikosi na siku hiyo. Kazi ya Mungu haiko ndani yako. Na tena ndio tungafizo pia pia. Na hakuna kama maendeleo sana kwa watu kwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa soma Mungu za Abraham. Tutasoma habari za Ibrahimu. Kuko igihe Adamu naye bamaze gukora icyaha. Wakati Adamu na Hawa kutenda dhambi, Imana ishira. basi Mungu alijitenga nao. Maana kashira kule Amejitenga nao, yakuyeho ishusho y'Imana ku muntu. alitoa sura ya mwanadamu kwa mtu. Ishusho y'Imana inasubira kuba ku muntu. Ikisema sura ya Mungu alitoa kwa mtu. Ile shusho y'Imana reba kuzao kubaho. Ukiongesha ishusho y'Imana. Sasa inaonekana Mungu anasema anataka mtakatifu pamoja kwamba kuna Mungu. Ndivyo ilivyo. Ndivyo. Ariko isiguro ishusho y'Imana. Lakini tafsiri ya sura ya Mungu Isiguro ibintu bitatu. tafsiri yake kwa mambo matatu. Ikintu cha mbere ishusho y'Imana isigura umuntu. Cha kwanza sura ya Mungu mbele tafsiri kwa mwanadamu. N'agaciro k'umwana w'umuntu afite imbere y'Imana. Isabani ambayo mtu anayo mbele za Mungu. Igihe uri umuntu y'agaciro imbere y'Imana. Wakati wewe wasabani mbele za Mungu Cha y'Imana. hapo ndio tunaona Igihe witesha agaciro wakati wa sabani yako ugakora iby'Imana itagomba. tena basi Ntabwo uzari Imana. haufanani na Mungu. Ishusho y'Imana yamaze kukuvako. Hata Kuko nta gaciro ugifise. hauna tena sabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Icya kabiri ishusho y'Imana isigura. Cha pili sura ya Mungu inasema Isigura ati inasema kwa
imigenderanire n'Imana. Kusema jambo hilo la Mungu. Kuko Adamu niwe mwana kuisha. Ntibasubire kugerageza imigenderanire n'Imana. Hata na hao wote tena zao. Yaciye kuvaho. Tunaondolewa. Mu gihe rero uri mu ishengero, igihe uri mu gikorwa, ata imigenderanire ufitaniye n'Imana. Hapo haukorei na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisha hata vizuri, ishibeni moja asiwa kwa Mungu. Ya tatu sura ya Mungu ni tafsiri kwa mwanadamu. Asigura kuvugana n'Imana. Inasema kuzungumza na Mungu. Ibyo nibyo bintu bitatu byari ishusho y'Umwana. Ndiyo mambo matatu tunaanzia kwa sura ya Mungu. Ibyo byatuma umwana aboneka n'Imana. Hiyo ndio sababisha aliyofanya. Niba utahawe yicare Kama uketi ndiwe muri Imana ishobora kuvugana nawe. Wumvise Imana ivugana nawe. utekeleze kwa Mungu azungumza na Wewe wewe. n'Imana. Asema ndio uzima Ngo Mungu. agaciro kawe kagume hahandi imbere y'Imana. Umuhimu wako basi uko pamoja na Mungu. Ntabwo Imana. Basi sema tu na Mungu Kandi wewe. ntushobora guhamagarwa. Na hiyo huwezi kuitwa. Kuko ahamagarwa umuntu Unaitwa mtu umuntu agaciro. ambayo ni wa thamani. Ujugire imigenderanire. Basi unasema uzima Mungu. Baadaye unazungumza anapokuita. Rero Adamu rero bimaze kumenya ko Imana yabereye inzira. Hata unapopeleka hivyo Kugira ngo umugambi w'Imana shamba ya Mungu ubandanye. iendelee. Rero umugambi w'Imana ubandaniriza mu muntu. Amaze kugaragara yashije wiwe. Shamba ya Mungu inatoka kwa wanadamu alipozidisha sura yake. Imana yeretse ko kuri kumufara kamenge. Mungu alishampa kamenge. Aliye somi mfano. Kuna tabia ya uzinifu. Umekolana na kitu ya Ni miaka 17 hapo nilikuwa hapa. Lakini ndio Mungu anapenda kusema. Anaambia wapa sura yake kugira kuheshima ili kazi ya kupata kusoma mbele. n'ideshagaciro. Sasa tunapata kurejelea Umugabo ashimye umugore. Umugabo ashimye umugore basi kusema wale wanataka kazi yake mbere y'Imana umuntu mbele za Mungu, huyo ana thamani na hawezi akaendelea kazi ya Mungu bila kugira ngo ntakiri kimara ubwenge atari gusambani na vino n'umubiri wawe. kuna kitu kimeza akili kwa uzinifu kuja pombe. Umugore akisambana akishije nawe. Kina mama ambaye anafanya uzinifu asiwe na hekima. Umusore asambana n'umuntu wisambana. Kijana ambaye anafanya uzinifu au msichana Ntakazoduza. basi wewe huna maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndiye sasa Leo alimu heshima tugomba ko kila ambacho Bwana anataka kwetu hanigenderanire nkuru. basi sasa Hanigenderanire hagati yacu n'Imana. tunasema sura ya Mungu haiko ndani yetu. Ariko twatakaje kera. Kuna kitu ambacho kinataka kukali. Inabidi mtu apige mara tena katika orodha ya wokovu. Bicara kwishengero nyema kandi Uketi kanisani na roho haiko juu yako. Ni kama vile unaona kwenye picha au kwenye uwanja wa mpira. kubera na amani. Sema Mungu hayuko ndani yako. Ariko haraba n'Imana. Lakini kuna watu wa Yuko Mungu babemerwa n'Imana. wanapita ukaliona Mungu. Kugira ngo igikorwa c'Imana Ili kazi ya Mungu basi isonge mbele. Mwanzo 12. Itanguriro cumi na kabiri Mwanzo mstari wa 12. turasoma umurongo wa mbere Tutasoma mstari wa kwanza. avuga ngo
ihamagazwa ya Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzokwereka. Kabiri, nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe narigire rurangiranwa, n'abandi bazogire umugisha kubwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi ubuzokuguma nzomuguma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izoherezwa umugisha. Amen. Abrahamu Mungu amemwita. Mungu alipomwita basi kaanza kumpatia masharti ya kuruka. Akasema simama. Kitu cha mbele kugira ukole kwa heshima. Kitu cha kwanza kusema kufanya kazi za Mungu ndani ya kanisa. Ndio nakukuta kwa politiki. Ndio kwa kwenye kitabu. Ndio kwa hapa ndio ndio kwa kuishi. Hapo kwa hapo pote kwa kupitia. Itaamua mategeko. Ndio kupatia masharti. Abraham. Umezo kuweza hivi. Nataka nikubariki. Baraka hizo kwa mtu ambaye anaamagale. Mungu ndani ya masendelano. Unataka kuishi na Mungu. Sio kukutana kudhani. Hawezi kukutana kule. Ila anatumia kuelimisha. Anasema hivi kwa uwezo wake. Basi tunataka ila Mungu kisha ibariki. Anaanza kupita mambo. Atapiga watu wote. Anaanza kukua, anateke, anakupa wala kanya. Pia na hizo kuishi hivi. Wewe usipate kuinua. Haitamuliwa wewe akili basi ndani yako na imani ndio hamshua. Jina la Mungu leo. Sijao hilo. Nani kwa Kristo ni chewe. Kristo ni maze. Lakini mzigo aliyeniita Paulo aliyekuja Paulo kusema basi akaze wito, hasa akasema Paulo, je, ndio ni winda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Paulo basi hapo akaanza kazi. Imani kwa nini usiku? Mungu ndiye amefika kale na sasa anasema hivyo. Mupe kushinda kulipokuwa. Wewe usiingie kwenye kazi. Anataka kujali nyuma yake. Baadaye tena wengine hata imani. Na kuna kitu ambacho tunataka na Mungu usangone. Utajikuta umesindikiza wengine. Bwana Yesu. Amen. Kuzosanga Bwana Yesu. Utajikuta umesindikiza wengine. Na utakia wasikia leo. Baada ya kuingia tena niko jifikiri kieni nini katika miaka ambayo nayo harusi Mungu yule mara kuna siku niliposikia sauti ya Mungu haya masendeleo na kile nilima kuna ahadi kufanya tena Mungu masendeleo ya nilima kama kuna ahadi kufanya Mungu usitogea na kitu basi wewe iruka kwa kitu usitogea na kitu ukadai kwa wewe ya hapo sana yako sasa Mungu anataka sana hapo na diunga nijana sendelea watu wanapoona Mungu ahadi hiyo yote wamekiwa na ahadi hii zile Abraham yote hiyo kwa imanikiwa na wewe kupata kuridhia anaongea chini anaongea kwamba kwa Mungu ni uchali katika nchi yenu na mkopo gani katika hiyo kwa hiyo na Mungu yaso hata kwa nyumba ya baba yako Bwana Yesu. Amen. Hadi mienendo kibuku. Kuna vita kama vile tabia na kwa nchi. Hadi somo mazia tunataka kwa watu. Kuna hata tabia za katika ukoo wetu. Hadi kitu ndizo kwa Mungu. Kuna hata imani ya ndani nyumbani. Leo kidogo yose atakoma hayo. Abraham aliambiwa tukakujemo. Ibrahim aliambiwa toka kwa hayo useni kwa maana. Hapa kwa Mungu. Ukielekea watu shida kuondoka na wewe mahali
maswala. Ushangaa hivi sisi hapa Unakutana kuna dhambi kwa ajili ya kutanisha. hapo wanaelewa kuja Mungu ndio kama tunafanya. Wakimoja wanasema wewe kama ya mtu fulani akona kishikana. Leo akibati anazungumza. Akaambia jitoka huko. Ndio kufikia kumsaidia wanazo. Useme kwa baraka kama nitakupatia Mungu yaso. toka mlima baba yako. Kuonyesha sipi. Amen. Mungu pale tufurahi. Ndio bali mababa tunafanya nini? Usiyapigwa Abrahamu yake. Huyu ambaye anaambiwa ni Ibrahimu kwa nani? Ndio tumeeleza kusema tumjue vizuri. Yohana mwanadamu ndio Yohana 8:40. Use Abrahamu alipigwa huyo yeye. Tusikie ni jambo gani Ibrahimu anaambiwa. Yohana ndio yawa Mungu Yohana mwanani Yohana 8:23. Tunaanza kugusia pigwa yeye. Ndio ndio ambaye ameambiwa. Yohana mwanani kiongeza kale. Yohana 8 kiongeza kale. Hapo ndege unavaa baaso zamani. Kandi ibyo so yifuza ibyo mujana gukora. Uhereye mu ntango ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu kuri kuko atakuri kuri we. Iyo avuga ibinyoma avuga ibyiwe kuko ari umunyabinyoma kandi ari we se wabyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema barabika kuva munzu yiwe yari sasa. Baba yake kwa wapia kwa nyuma yake ndani. Kuko ndio mwana gukora bihwanye n'ibyo Satani yifuza Kwa gukora. yale mambo utakutenda Kuko wewe unango leo umwicanyi. tangu pakale kwa Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kandi yeye kukinyoma Alikuwa anasema ni mambo ya uongo. na nishotuma ndio wale nyoma. Na ndivyo watu wanasema. Nishotuma unamusikia kwa wale kuli. Ndio sababu yeye pia kwa kweli unakumbuka ni wachache. Wao ni rafiki alafu yeye haja. Peke yako na watu wanakusikia. Kandi alakoni bina. Na watumishi wa Mungu. Kandi bija mushengera abadini. Hapo wanaingia kanisani ni waimbaji. Abafeka u. Ni wapeka Mungu. Abafeka masengera n'umuzishengero. Wanasema tunakwenda katika matendo mengine. Tugiye kuraba Burundi. Tunapochunguza hapa Burundi, Ibice 90 bijana n'ababilia. Asilimia 90 na kwambia Asilimia 90 wanaingia kanisani. Bila mashine Ila wakiangalia wote ni wale. alikuwa unaanza wote wanakuli. Angalia mazingira leo. Hebu tuzo na wewe ukijije. Unakuta waliozunguka wote wanasema kweli. Leo sana ukijije wote kama kukuli. Ukikuta asilimia nyingi Sasa ni ni waongo. Sasa Hawajajua Mungu. Ni wanafiki. Unayekubali kuwa atakusaidia. Unayekubali kuwa ni mwenyeji. Uzamkuta Usala alowezi. anashakolea. Angalia kumtumikia baba yake. Angalia katika nyumba ya baba yake. Ungeza kuomba. Ndio kataka Anataka ungeza kuomba. Anataka Mungu pase. Anataka kuona Mungu kajibie. Masangi ni nyuma. Anataka kuona Mungu kajibie. Masangi shari. Nafikiria ametoka. Bwana Yesu asifiwe. Ishotuma tulikuwa shima za uwezo tangu leo. Ndio maana kazi ya kusema yaanzishwe ndani yako. Itangulana Mungu hana tabani maana kukomane. Inaanzishwa na kuitwa na Mungu anampa sharti. Jitungeni kwa kuomba hapa matendo. Atutendee tunataka Tunaenda Abrahamu baasi ugende mu jewe ayopenda kutoka chini wewe mahala waita aho kuongoka mahala itakuongoza na aho kubwirwa cyangwa wakati nakwambia kunyenyekea ariko
kutuba hana unataka huwa zinapotoka kutokutii wale kuna mambo hehe wale kutoka unamuzaachi uunde la kuma leo maana unapitia kwenye laani zinataka niokoe na sasa Paulo anasema unaongea kuendelea roho na damu. Takuteni amani na watu wote. Ukali unaamini utakatifu mtuko na kuna utakatifu kuzidia hapo. Huko na mzoni juu. Kama utaona Mungu tuko na hiyo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ali kuna msikishengero ayaba ni uone picha kunene kutoka kwenye picha tunaita lakini tunao kanisani hata kile picha kiti la ndani hiyo stafeti ndani ukose mjisumika huyo atoelewani sasa ni aone mpeka huko tayari tuliendelea na tumeenda pamoja ishikeleza wala na ndia kanisa watu wakimu Mungu na watu hao yakuze kuwasemana hiki wala wasema wanaomba Mungu wa sasa kalimani hiki ni Paulo yakuze kuna Mungu wa sasa Paulo aliyosema ngo jamaa ama ashuko ndio alifunika bado usipate kuona uwasemana ida wanaomba Mungu wa tumbo Bwana Yesu asifiwe hiyo maana hiki ndio maana ya maana ibebe na usamba na madalafu ile kuna kumalia azini huko imani yashu sisi Mungu wetu imani ya Abrahamu Isaka na Yakobo na mshoro ukolicha ndio dhambi umemdegeli hawezi kupata dhambi kwa sababu ni uhuru mshoro hawezi kukubali hivyo kuna kulicha ukaona kubise midegeli ndio wakati unapenda sana unaona uko huru ndani yako ndio imani hii wewe unaomba Mungu wa sasa yeye anakubali mambo yote yeye ukenda huko unapenda pamoja imani yake kupitia lakini Mungu wetu anajea ndio afanye ishara wewe mwenye wivu hakuunga bibi waliki hata kiingiliwa na kitu chochote huko ni yeye ni mtakatifu igomba bela nataka watakatifu leo akeni pamoja na Bwana Yesu asifiwe ndio Abraham alipigwa kwa Mungu Yesu sasa Abraham kamtoa hii Biblia pia ilikuwa inakuwa hii mambo hata kwa mtatu sasa pamelele zake ilikuwa tabia hapo pale huko kwa ndio kama sisi hatujaokoka kwani kulinda hata Satani ilikuwa kwa maana bali kwa kweli Satani ilikuwa kwa kwa Mungu Satani kuomba aibo shati ya mbele bila imani kwende katika kwanza tunapata kufanya la sukuza picha ndio siku ya kukaa tu imani yake ile kukamilisha Mungu baraka viongozi wa kamili kanisa kutoka kwa wingi haya imani ya Yesu na tena Mungu awabariki sana mwingine hapo kwezi kutoa lete issue ili zote tupate kuonekana mbinguni huko nikisema tuangukie tunyenyekee chini kumwambia Mungu ndio na kujenga hata okay je tuko katika nyumba ya baba wa zamani ndio okay unaona zungumza nawe hapo wapale je umesha kumtenda naye bega ngenda Mungu mpya roho na tena kama jinsi roho mtakatifu anataka ngenda Mungu ndiko kuenda na tena kama jinsi ndivyo nataka acha Mungu ila hiyo unashaka basi ungali katika nyumba Yesu baba yako anashakora Yesu ngani tena mapenzi ya baba yako usema vipi leo wa mbele hiyo yake ndio 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 wa kwanza yani alikuwa ibilisi Bwana Yesu asifiwe haleluya alipo anapigwa kwa mambo anaambiwa kwamba ukitoka huko ndio maana pale ukitoka huko naje kuzokuhindura huko naje nikakubadili niteule raja sasa mbele kukuhindima ya kwanza ni kumgeukia Mungu akuha kuwa ugofu anapatia kuwa hagana nawe asipokuwa na wewe akuporeshi mtume anakufanya huko ukutanize leo ni imani huko ukutanize
katika ahadi yako. Yaani kuzoea kombi. Alikueleza mtu wa ajabu. Hakuomba Mungu. Sasa wewe huna kuomba bila kufikia Isema Mungu ya imani yake. ahadi ya kujaza Bwana katika teule takatifu. Atakugirimia kombi. Akufanye mtu Atakugirimia na wewe atakukoresha na mikono akutumie mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kimenyama chama chuku ya hapa wewe alama ya kwamba mtu kama hiyo kuweza ndoa gese anapata kufikia imani kukoresha mikono imani imugirukomeye mtu wa ajabu ugirukomeye ubona kujibu maana yako bila soya kwa mtu wa ajabu sisi kwenye kwa sijui la ikiyepo ni wakati wote hizo wakati ambapo tunakukaba unakuwa kwa kamaro mtu wa muhimu kwa binadamu wengine. Ukabona abandi bantu bose bakeneye kuzana bakeneye ubutabazi Kama watoto wanataka msaada akigere ila kwa mzee bana hawezi. abantu bose bakubabera icyitegererezo Watu wote wanakuwa kielelezo. bagakora ku Mana Unawakilisha kwa Mungu. kuko Imana Mungu yabigize umugabo alifanya waajabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Leta wahibyo wese kwa Mungu yase wa kera Hata mtu wote ambaye alibadilika kutoka kwa zamani atakira na yeye akokea wokovu. Mungu anatazama Kwa mwaka huu ambaye ni wa ajabu. na unaamini Hiyo kwa umuntu wese yakiriye kiza akabirize terorima imani sizeriyo keterano kuri we igihugu nakoreye mu muryango igihugu nakoreye mu gihugu nishengero imana igihugu nakoreye igihugu akomeye ndivyo alivyoaidia. Mungu ndio kuhumugisha Alimwambia basi nitakubariki. jina jawe ngalikire Jina lako ni vile Bible. alikekamudayirisha Unapata tunadai baraka. umuntu kumishuza Unaweza kumlipisha kusoma kugani kwa kile ambacho ulizungumza. Tunaona si hivyo au tulikusu si hivyo ilivyo. unaosema ndio kide tunaoshwa kuzalisha Mimi na wewe ndio tunasema pasa nje kama wewe ni kitu gani? ariko ugiye bitenya Lakini amasezerano wote wanaona wewe igihe bitanye ikintu twavuganye urababwiye unakuwa unamhitaji ile kitu. rero twasezerano Ndio napatia ndio abana bose basezerano imigisha Shikuma yakibazi zokuhukumisha. Izina ryawe naligire uragiranwa. baraka na jina lako liwe juu. Zokuomba kwishyura kuma. Ukitaka kwenda kulipisha kazi kwa Mungu, Aho ushene n'umunsi. hapo kuna kesho nasikia leo. Kambwira Imana Imana. Aza kugaragara. Hata kwambia Mungu, acha basi tuzungumze. Ile ndio amasezerano. Majani hata Alishuka bonyene. wale ambapo wanatibiwa Ngabandi ngagire n'amasezerano. ni kwa wale tu ambao wana haki yao. Mukitana Imana kumezi. Kuna kesho kuna Mungu ataweza Urwa muri kumwe nawe isezerano. kuona na basa hapa. Mugiye. Je, tuga yeye na hii nataka kuweka pamoja hili basi hapa tunaambia hii wewe kama tembea hivi na hivi. Ndipo kesho watoto wale mchungaji hapa. Nitakunga ni wamuulize, je, wamoja kuzungumza? Tuigeni pamoja. Tunazungumza na tunasaini pamoja. Hebu na tabela macho yake. Hapo hata ituka. Aanze kuzua maswali. Anasema, je, wewe umekaa ingawa kuambia hiki na kile na hiki. ariko atabigenda leta Kama
Na ashindwe sema kujitetea hiyo. Hakuna kujibu kwa mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuko na sababu gani? Hapo kuzungumza na kitu. Unamusi alini tutazidani. Leo kama kutuwani. Ndio ashauri kutaka hali hata anaendelea. Na shida kwa hakuna umuhimu sana. Haya kitu muluwe sarikisheni. Na kutakuwa kanisani. Ategele kugeuka yazi kwa imani muiwe. Mpaka ukiende tuna Mungu. Kugira watige kwa usali imani. Wakati ile ukitakiongea basi tupeleke Mungu. Kama tunaona Mungu ndio mambo matatu. Ndio shiro ndio mambo muhimu. Nitaendelea nima ana ndio kwa lima. Na zungumza na Mungu kwa lima leo. Ya bibi uko mbinguni. Hapo yote wanataka maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wote tu hakuka. Kuishi zamani tunaweza kujifunza imani wala kuko na hama wewe kuko tunajieleza nini nawe ndio mwenyewe kuna yeye ndio ndio na kwenda wapi au basi kama unazungumza kuvuga ishi nyuma ukisema inakuwa nyuma na sikio kwa kuna maono kali kama sisi kuna maono kali kipiwe kwa Yesu asifiwe. Amen. Maombi ya mezani. Kama tunazofikiria hiyo hakuna hata siku moja utakimbia. Ndio ndio maana madasa yanao maana ya magari ndio. Lakini wewe unataka kupata ahadi, kumbe ahadi hapa kubwa kwa Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio wakati aliambiwa tena unataka nikazote mwisha kugawa. Na wengine wapate baraka yako. Bila kuliko kujua wale wa dunia. Ambia ambaye kwa pamoja kama umejuku wewe ni baraka. Kana baadhi ya watu ni na hao wengine watapata baraka tena. Kama Mungu ndiye kuna mtu anafanya nao rafiki ili awe atakuwa mambo yako unaanza kutegemea kwa Mungu. Kwa sababu ni baraka kandi ni kishati ya mtendeni. Na baraka zako sisi tunawaambia poleza vizuri. Amen. Hiyo ndio tunataka ukiendelea pamoja na watajiri wawili. Mtaona ile mkezi. Hata unaona urafiki wema. Leo tunamtoa na wewe utakuwa tajiri wa tatu. Kwa baraka zinaambukia. Mungu ambaye aliokoka. Imani ni Mungu ambaye alitoa kandi ashahidi vile na pia baraka kwenye Bwana Yesu asifiwe. Ndio wewe wize imani kama wewe umeamini Mungu kisha umeishi wote tunataka kali kushiriki. Ya kwanza unadai baraka. Imani ni yetu iliyotokeza kila. Mwanzo umepata imani wote na Mungu mbele yao kwa hiyo imani ndio ile kusoma imani. Ndio ile kwa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alinde hizo mitatu. Na wale wale mahanga. Hao ni mwangalie kwa sijao ni taarifa si mambo yangu yetu. Kwa hiyo ndio tunaambia kwa pamoja. Na wale wote wanapoenda kuoga. Na wengine wote watakao ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Imani. Mungu ndio msikilizaji. Leo apatie chemchemi ya baraka. Ninalisema hapo vizuri. Vilimsema wanawati. Ambia wanaweza kwamba kuna Kristo. Kwa mpokea Kristo. Kwa kilio vilivyoeleweka. Toka mwaka wa 2025. Maana mapitisi jimisha wale. Mungu anataka shina ya baraka watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ambaye ameokoka hapo afikiri kwa Mungu. Hawezi kuamka kuomba. Hawezi kuwa hapo na wala bila. Watu wametoka kwa nao ndio wanamwambia ati mkeni. Basi maskini aliyogororoka. Yana kuna watu. Nani mkawa? Unasikia hapo umkeni basi maskini aliyogororoka
jewe ni watu mkeni kwa pamoja. Mimi nikiwa maskini kwa mchungaji. Mambo ya kibeleni maana. Niko kwenye haki mbele za Mungu. Karibu mkeni na nikiwa maskini. Wewe watu ya hela hiyo. Kwa mchungaji kubarikiwa hata kubali wale njaa. Ndio kama ndio Mungu anasema. Ndakwambia ni adua. Alipo aba na mwana ndio kubara kitu kwa Mungu. Lakini watu sasa unakutana umaskini huko na dhambi yenyewe. Huko kumbukisha wao ni nani ndio kukuangukia. Baraka ya watu wa Mungu basi inakuangukia. Haya ni mambo za kazi. Unaweza kuweka kazi. Sio kama kazi. Sio kwa mbio vitu. Ndio kwa niko unakosa kazi ile kweli. Mungu ni nima. Na msiwe na Mungu. Na alishobora kuwa mwanadamu yule kwa Mungu anataka mtu asipora viatu. Hiyo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na kuja kweli na mwili na mwili hata. Katika mwaka wa 2025 abaki kwa waliokoka jamii baraka. Abaki ndio sema na Mungu sema amen. Sema amen. Azizoja kukoroseka. Itakuwa ni haki wangu. Imani zako ukaule kukoroseka. Hizo kwambie kuna usikali wa wote. Hizo kwambie kusaidia na wa wote. Haipo wingi. Lakini ule katika haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haimaliza utaona ndio. Kama utendeke kwenye haki. Kugira moja ni leo ndio kama kuja. Usema baraka za wenye haki kutembea yako. Anza kuwa mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hizo ni ishara ya baraka ya watakatifu na kuingia. Ilisha ya kutunga ile baraka watu ambao ni safi na kuingia. Bishopili kusikia kaoleka. Itanikumbusha wakati wa Mordekai. Mordekai anaorodhesha. Mordekai kwa mwenye haki. Haikuwa yake. Lakini kwa maskini. Alikukumbuka wasifiwe. Wajua ni haki. Jina ya pote. Masomo yote abasi. Bado maadui walisimamia. Baba tunamjia. Baba wakumia. Watakumeza. Nasubiri kuone Kanada. Mordekai na alikukumbuka tunamwelekea. Mordekai alikuwa anasema. Mordekai Mungu atukizwa. Tunakiomba. Mwana hadi na kule anaenda kujawa kwa umasa hapo. Akaenda kulala akisema mwanzo kwenda kuwasha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umasi kule la zilipi. Wabasha kila wengi wapia pilipili. Ukienda gororo. Ilikuwa ile maskini mwenye haki apate kitu. Akaenda gororo tendika kwa watu wake moja. Akaenda gororo tena kwa watu. Unataka kujibu. Haleluya. Sudia kuruhuka. Wakristo tunakula ndio kwetu. Kende gororo ajama akete kama maskini mwenye haki analala kama maskini anapokwenda kwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Baada ya yote kale Mfalme alikosa usingizi. Yeye alikuwa akizungumzia Mungu. Yeye ya Abraham. Amekuwa ameshapokea ahadi ya Ibrahimu. Yeye promises ya Abraham. Alikuwa ahadi ya Ibrahimu. Yeye amekuwa Mungu ya Sara. Alikuwa kwa kale, ana Mungu ya tata. Alikuwa mwana nzima. Alikuwa nyumba ya baba. Alikuwa Mungu mmoja wa imani na hata yapita ile kusema kibuga akatembea kama mtizi Mungu baba. Hata sababu anasema alimwambia Esther, Mungu kila hapa kazi yetu la Mungu tubukia. Lakini alisema neno nzuri kutoka kwa Mungu kusema huko. Kwa imani kwa kusikia. Mungu ambaye tunamfuata. Inaona kumwambia mtabu haya haraka. Ana mtoto kwa kumbe pale chini. Mungu kumgisha Abrahamu kumenaswe.
nawe n'umusumani cyo kuvugira kuvuga awe bakamutetea aho bashobora gushyira mu buge amasengesho y'abana hashika aho bashobora gushika kure amasengesho y'abakora mambo yake kutumika kuvuga rusuga mondeka nikisema wenye haki wa Mordecai anatoa nasaidiwa basi hata wote ndio mjinga ndio hata ndio mjinga abaki sezana nabo usumani bagire wala ambao abaki sezana nabo usumani bagire imani ni uketi utekeleze kiyoenda ndege na kiasi kifikiri. Je, Mungu ni Bwana hata wewe? ndio kamwe ya mbele. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hata kwa nyote Mungu kete ndio kwa kutenda vema. Lakini anatenda vema kama zikita pamoja kuonyesha vitu. Bwana wakati na kuzungumza pamoja na Mungu apite kufunga na amana wao wanazungumza na yeye Mungu. Hapo ndio waelewa vema neno na kwa kitu. Nitaka nikukumbushe kabla hujaomba. Utaomba. Sitaja mbali sana. Uko umani kwa kule. Mungu basi unaendelea. Tunafanya kusema. Tutakuwa na muda wa kuomba. Lakini kama tutaomba tuna wimbi. Anza kujifikiri. Uliizika. Unajijua unajielewa. Unasema wewe. Moyo wako ndio shahidi wako. Azungumza je, unasema moja kama unapenda uovu, ukifanya agano na Mungu au musula kama unafanya agano na Mungu, unamusula leo unafanya agano na Mungu. Mambo yote inafanya kwa gani? Na kitu ambacho kibadiliki mbele za Mungu. Hicho ile ndiye kitu ambacho hapa mbele za Mungu. Kwa Mungu leo ndio yake ambapo kwa hela inaweza na kile kwa ndio yake. Ukiye kuraba muri ubare kurayo kitabu kitabu cha Waebrania ameapa kwa Ibrahim asisezera kusema yenyewe ahadi ni waja Ibrahim ili mtokeza ili waambie kama hata ikiwa bado hizo vitu hiyo bado haijabadilika. Wanaweza sisi kama kitu Ibrania sitakuta hapo ameingia sasa ile Abrahamu sezerano kuko atawe ndio ata kuko atawegira ila hiyo ainuka yeye hii ekaluha umugisha zobuha kandi no kugwiza iko byamubereye amaze kwihangana ahabwa ibyasezeranywe. Amen. Haleluya. Kuko yari yabaye kumusezeranya kuko bamaze kumwaidia kandi abatigeza kurahiye tabiri hapa inayoitwa kutoka kuri wewe hapo tawifa juu yako tabiri tuzokubiliki akaoneza kuambia hivi ndio kwa yeye kubiliki mbele yao napata mbele zake na kile kusaba hapo kuomba ali kusaba bihana kubiliki anaomba kuvumilia na kumwambia Abrahamu anakwambia ile sasa kumjitoka inachokiahidi katika shauku za ndani hiyo hayabudi hakizokuza na kupita hayabudi hayabudi ni mali talashika hayabudi ni mali talashika hakuna Mungu hayabudi ni mali talashika kuna vitu vinavyokuwa kama sasa ni mali tena na tena hata wewe unangoa
Sio wanadamu ndio leo jibu. Kuba bizere intambwe. Kuna kitu nasema kwa Kiingereza hiki mwamini hatua. Ibi kumulima Wakati mkulima anaanza kulima anashona kwa hawezi kupaua leo baadaye anaamini tena kupaua na kabla ndio mvua akalima ndio na analima kabla hajaona mvua. Ikabuleesha amateke Mvua inanyesha anaamini kama atatuna mwambie Mungu leo nataka kufanya ahadi. Upewe mjiacho. Upewe pamoja na watu msaba ni wewe ndio usikize. Kama Mungu ndio usikize. pamoja na upepo Wapenda uongo basi tuache. pamoja na upepo Kwa wale ambao hawaeleweki na ndugu zao kutoke huko. Ambia Mungu leo najitoa umtie mahali pazuri. Hata umeanzisha hatua. Ambia Mungu ili nikwambie na uli hapa sio kwa hata Unajua kwamba kama mtu anajao. Na kingine naomba nikwambie. Mungu atakubariki kwa sababu kwenye baraka. Sasa nirudi kwa kuomba baraka. Lakini sasa usianze kudai baraka na kumtukuza na Mungu. Mtu anakuja kudai kitu ambacho wataeleza dakika mbili za kunyenyekea. Usije kwenye roho mwambie kila mtu wote anyenyekee. Kumbuka wakati ukiketi kwa peke yako ukamwambia Mungu, unasema Mungu nitataka wala kukubilia kitu. Au umerudi nyuma yule anataka dhambi. Baba yake wa dhambi ndio kurudi huko. Lakini tunaanza Mungu atubariki. Nini imani na dhambi? Wakati kwa kuambia, inarudia tibati. Kwambia simama hapo mbele, ondoka nenda. Katika Abraham, hapo tutaeleza hiyo. Kitu cha Mungu, Ibrahim asimama
wanaangalia